Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wadau wa elimu ya nyota, leo nimekuja tena tuweze kufahamishana baadhi ya mambo yanayohusiana na nyota. Leo ningependa sana tuweze kujiuzana kuhusiana na nguvu ya nyota yako. Unapaswa uifahamu nguvu ya nyota yako. Ni jambo muhimu sana. Ni elimu ambayo nimeshaielezea, lakini naielezea pia katika namna nyingine na katika faida zaidi. Kila nyota ina nyota ambayo inaipa nguvu. Kila nyota ina nyota ambayo inaipa nguvu. Ni muhimu sana kufahamu nyota yako na milango yake 7. Na milango yake yote 12. Sasa kuna mlango wa 7 ambao mlango huo unahusika na nyota ya 7 kwako wewe. Ina faida gani hii nyota? Ina faida kubwa sana, kubwa mno. Yaani yule anakuwa ni mtu ambaye anakuja kusahihisha baadhi ya mambo yaliyopo kwenye nyota yako. Kila nyota ina mambo mazuri, kila nyota ina mambo mabaya. Sasa wakati mwingine haufanikiwi, si kwamba umerogwa, ila umeendekeza zile tabia mbaya za nyota yako, ndizo ambazo zimekushamiri sana. Sasa zile tabia huwezi kuziondoa wewe kama wewe. Huwezi ukazitoa wewe kama wewe. Ni sawa na leo kumwambia mlevi aache pombe, ni mtihani kidogo, hawezi kuacha. Au mvuta sigara aache sigara, ni mtihani kidogo, hawezi akaacha. Sasa katika elimu ya nyota, yawezekana kuna baadhi ya mambo unashindwa kufanikiwa, au unashindwa kupata nguvu yako ya kiroho kwa sababu ya madhaifu ya nyota yako. Umesimama sana kwenye madhaifu ya nyota yako na unashindwa kutoka huko. Sio mchawi, hujarogwa, kwa sababu mchawi mwenyewe ili aweze kuloga anaangalia udhaifu wa nyota yako, na wewe kama umesimama kwenye udhaifu wa nyota yako, basi yeye ndo anapata nafasi nzuri ya kukuroga. Kuna watu hawalogwi, hawana hilizi, hawajapigwa chale, lakini hawalogeki. Ni kwa sababu tu wamejikuta wapo katika msimamo mzuri wa nyota zao. Sasa tutizame kwa mfano nyota ya punda. Kwa nini tunasema 7 yake ni mizani? Tunamsisitiza mtu wa nyota ya punda awe na mtu wa mizani, aidha katika ndoa, aidha katika mashirikiano, au katika kitu muhimu sana, atengeneze pete ya nyota ya mizani. Pete hauvai pete ya nyota yako wewe, unavaa pete ya mlango wa 7. Ile nyota ya 7 kwako ndio unatengeneza pete yake unavaa. Mtu wa nyota ya punda avae pete ya nyota ya mizani, ili ije imuondolee zile negative za kwake yeye, abaki na yale mazuri. Ukitizama hizi ni nyota ambazo nyota ya punda ni nyota ya moto, nyota ya mizani ni nyota ya upepo, ila imesimama katika mlango wa 7 wa nyota ya punda. Nyota ya mizani ipo katika mlango wa 7 wa nyota ya punda. Sasa nini faida? Nini faida mizani kwa punda ama punda kwa mizani? Maana wote wanatizamana 7 kwa 7. Faida yake ni nini? Hata kama unatengeneza pete ya nyota ya 7 kwako. Mfano, watu wa nyota ya punda wana tabia nyingi ambazo ni nzuri, lakini pia wana tabia ambazo ni mbaya, zinaweza zikawafelisha katika mambo yao. Moja ya tabia hizo, ule uharaka wa mambo. Hawana subra, uharaka wa mambo, wana ubinafsi, uharaka wa mambo na ubinafsi. Sasa hii dunia tunashirikiana na watu wengi. Ukiendekeza baadhi ya tabia ambazo ni mbaya za nyota yako, ni za asili ya nyota yako, utashindwa kushirikiana na watu. Kuna mambo yanataka subra, kuna mambo yanataka usiwe mbinafsi sana. Ukiendekeza ukawa mbinafsi sana, basi utajikuta mambo yako mengi utafeli, kwa sababu unashirikiana na watu na watu wataona wewe ni mbinafsi, watashindwa kushirikiana na wewe. Sasa nani wa kukubadilisha? Uwezi ukaacha ubinafsi wewe mwenyewe. Uwezi ukaacha hizo haraka na pupa wewe mwenyewe. Ni kitu kigumu sana. Utakoga dawa, utafanyaje? Uwezi kuacha. Hata uchanjo mwili mzima uwezi kuacha. Kwa hiyo anayekuja kukustabilize au kukuweka sawa ni nyota ya mizani. Hata kama unamuona hafai, lakini kiroho huyu anakutibu vizuri. Kwa hiyo unafaa upate mke ambaye ni nyota ya mizani. Nyota ya mizani ni G au AC, wewe ni A, M au Y. Na ukitengeneza pete, basi tengeneza pete
ya nyota ya mizani, pete yenye kito cha kijani, lakini kijani mpauko, pete yenye kito cha kijani mpauko. Tengeneza pete hiyo. Basi ukishatengeneza hiyo pete, una mwalimu aifanyie kazi huyo mwalimu kama inavyotakikana, basi pete hiyo itakusaidia. Kuna faida kubwa sana katika mlango wa saba, yaani zipo nyingi ambazo hatuwezi tukaeleza kirahisi. Ukivaa pete hii, hata mfumo wako wa kufikiri unabadilika, mfumo wako wa mawazo wa kufikiri unabadilika. Jambo linalohitaji busara, utatumia busara, utapata jibu lake. Sasa wakati mwingine hujarogwa, bali ni haraka zako, ubinafsi wako ndio unasababisha wewe umekuwa na maadui wengi. Unapenda ugomvi. Mtu wa nyota ya punda anapenda ugomvi. Mtu wa mizani ni mtu ambaye anapenda tunasema usawa, busara, usawa, hekima. Sasa hivi vitu unatakiwa unavyo. Kweli speed unayo ya kufanya mambo yako, ila sio mara zote inatakiwa speed. Wakati mwingine inatakiwa busara zaidi kuliko pupa. Pupa inakuwa mbaya. Tukija nyota ya ng'ombe, nyota ya ng'ombe yenyewe inahusika na kukusanya. Huyu ni mkusanyaji, mkusanyaji wa mali, mwekaji wa akiba. Ni mtu anayejiona yeye ni bora zaidi, ni mzuri zaidi kuliko watu wengine. Sasa hiyo tabia ya kujiona wewe ni mzuri kuliko watu wengine, wewe unafaa kuliko watu wengine, utashindwa kushirikiana na watu. Wala hujalogwa, watu watakukwepa. Hujalogwa, utakoga midawa, hujalogwa, watakukwepa. Sasa nani atakaye kusaidia? Atakaye kusaidia ni nge. Nge anaongea sana na watu, pamoja na kuwa na matatizo yake mengi, lakini anaongea na watu vizuri, anaongea na watu, ana marafiki. Lakini kwa kuwa wewe unakusanya, unaweka kipato, unakusanya, basi lazima uwe makini na kuibiwa au kutapeliwa au kupoteza. Sasa nani atakwambia wanaibaje, wanapotezaje, wanatapeli vipi? Anayekwambia ni saba yako ambayo ni nge. Ndo atakupa akili ya kuhifadhi pesa yako au mali yako ni kwa namna gani isiibiwe ama usitapeliwe. Natumia lugha ya nyama ili uweze kunielewa, lakini ninachokimaanisha hapa ni cha kiroho. Tulia vizuri utanielewa. Natumia lugha ya nyama uweze kunielewa, lakini ninachomaanisha hapa ni kitu cha kiroho. Tukija nyota ya mapacha, nyota ya mapacha ni watu ambao wanakuwa wanabadilika, wanakuwa hakuna msimamo wakati mwingine, hatulii katika mawazo yake. Anaweza kaongea na wewe hili kesho au baadaye kabadilisha. Sasa hicho ni tabia mbaya, ni jambo ni udhaifu, ni kitu ambacho ni kibaya. Ukishirikiana na watu, kuna baadhi ya watu watakutenga kwa sababu bwana yule haeleweki. Unakubaliana naye hivi, kesho anabadilika. Sasa hicho ni kitu kibaya, huwezi ukakiacha wewe mwenyewe. Anayekuja kukusaidia ni nani? Anayekuja kukusaidia saba yako ambaye ni mshale. Kama ulivyo mshale, yule mawazo yake yamekwenda moja kwa moja, lakini pia anafikiri kwa kina. Mshale anafikiri kwa kina. Kwa hivyo ukipata pete ya nyota ya mshale, kwako itakusaidia katika fikra zako, katika mawazo yako, kuweza kuona fursa mbalimbali. Wakati mwingine mtu anafeli sio kwa sababu karogwa, ila ni kwa sababu hajaona fursa. Na mifano ipo mtaani. Mtu anakwenda kujenga frame vyumba 10, sehemu ambayo ukiangalia hivi huyu atakuja kupata wateja baada ya miaka 50. Hela alikuwa nayo, lakini ameenda kuweka sehemu ambayo sio sahihi. Maana yake ni kwamba hana fikra nzuri, hajatulia, hayuko sawa. Kweli kawekeza pesa pale, lakini pesa ile kumletea matunda pengine ni baada ya miaka 50. Sasa mtu wa mapacha anakuwa na fikra mbili. Wako mapacha hao, anaweza akafikiri hivi, mkakubaliana, baadaye akabadilika. Sasa kile kitendo kinawakera watu, watakutenga, au tu wewe mwenyewe utaharibu mambo yako. Pengine wazo la kwanza ulilolishika ndio sahihi, wazo la pili unakwenda kutekeleza ni wazo ambalo tofauti. Sasa kila siku utaona unafeli na utajua unalogwa. Sasa atakaye kusaidia ni mshale, anakupa mawazo. Ukivaa pete ya nyota ya mshale, basi inakupa mawazo ambayo ni thabiti,
yaliyonyooka, yaliyofikiriwa kwa kina. Tukija nyota ya kaa, nyota ya kaa ana shida moja, ana shida ya uoga. Haya ninayosema haya ni baadhi, lakini yako mengi. Kila nyota ina madhaifu mengi. Nyota ya kaa ina uoga, aibu, uoga. Sasa kuna baadhi ya mambo utafeli kwa sababu ya aibu zako, kuna baadhi ya mambo utafeli kwa sababu ya uoga na hofu. Saba yako ni mbuzi. Mbuzi ni jasiri. Kwa hivyo vaa pete ya nyota ya mbuzi ili uweze kupata ujasiri, uweze kupata ujasiri katika kufikiria, katika kutoka mbele kufanya mambo yako. Unakuta una fikra nzuri sana wewe mtu wa nyota ya kaa, lakini zile fikra hujazitoa nje. Unaogopa, ni hofu tu ndio inakusumbua, lakini ukizitoa nje basi ni mawazo mazuri sana au ni jambo zuri sana. Tukija nyota ya simba. Nyota ya simba ana udhaifu wa wengi wanaita kama jeuri. Ni mtu fulani ambaye anapenda kujiona yeye ni bora zaidi pia. Anajifikiria yeye, anajiona ni kama mfalme. Wengine wanaita nyota ya mfalme. Kwa hiyo ile kujitweza sana, kujiweka juu sana, nacho pia sio kitu kizuri. Kuna wakati inabidi uwe mtu wa watu, ili uweze kupata habari mbalimbali, uweze kupata michongo, mnaita michongo ya hela, michongo ya fursa. Acha, yani usiweke mipaka sana, yani kujiona wewe ni mfalme sana. Hiyo ni kitu mbaya sana. Ndio maana saba yake ni nyota ya ndoo. Nyota ya ndoo ni mtu wa jamii. Anashirikiana na watu, anapiga stori na watu. Huyu ni mtu wa majamaa, ni mtu wa watu. Kwa hiyo kuna wakati inabidi uwe na jamaa, uwe na watu, uongee na watu. Katika kuongea na watu basi kuna fursa utaziona, kuna mambo mazuri, kuna habari nzuri utapata. Lakini ukiweka mipaka ya watu kukuogopa kama we ni mfalme, ni kitu kibaya pia. Kwa hivyo ukipata pete ya nyota ya ndoo, basi pete hiyo itakusaidia, itakusaidia. Unabadilika mpaka mfumo wako wa mawazo, namna ya kufikiri inabadilika. Tukija nyota ya mashuke. Nyota ya mashuke wana jambo moja pia ambalo yako mengi, lakini najaribu kusema baadhi. Kiwango cha hasira. Kiwango cha hasira. Nyota ya mashuke akikasirika, hasira yake ni mbaya 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 sana. Yaani hasira ya nyota ya mashuke inazidi hasira ya nyota zote 12. Japo huwa haiji ghafla, lakini ikija hasira yake ni very destructive, yani ni hatari zaidi. Sasa saba yake ni samaki. Samaki ana uwezo wa kukaa na hasira muda mrefu na akaendelea na shughuli zake vizuri na akacheka na wewe vizuri. Sasa huyu samaki anamfundisha nini huyu mashuke? Kwamba sio muda wote kubeba hasira. Jifunze kuvumilia, kuwa na moyo mgumu. Jifunze kuvumilia na usiwaonyeshe watu kama una hasira. Ndio maana huyu samaki ana uwezo mkubwa wa kulipa kisasi. Anaweza akakaa na kisasi hata mwaka mmoja, miwili, mitatu, atakulipa tu, kwa sababu ana kifua cha kuweka hasira. Yani anaweza, na anaweza akacheka na wewe vizuri, lakini anajua namna ya kuja kuangusha. Tukija nyota ya mizani. Nyota ya mizani kama tulivyosema, ana busara, hekima, upendo, usawa. Sasa kikizidi, ukatafuta kila jambo usawa, kila jambo kulichunguza sana, kila jambo upate usawa, utabaki hivyo hivyo, hautasonga mbele. Lazima apatikane mtu wa kukwambia nyanyuka sasa, fanya. Saba yako ni nyota ya punda, ni mtu wa action. Akwambie sasa fanya, usitafute sana kulembalemba au busara. Kuna muda sasa kurupuka, fanya. Changamoto zitajulikana mbele ya safari. Kwa hivyo kila nyota ina saba yake. Ile saba yake haipo kuondoa tabia zako zote, ipo pale kuweza kukubalansi. Kila kitu kikizidi sana ni sumu. Kila kitu kikizidi sana ni sumu. Sasa hata pete, ninakushauri kwa huyo mwalimu wako akuandalie pete ya mlango wako wa saba, sio pete ya nyota yako, pete ya mlango wako wa saba. Faida nyingine ya kuandaa pete ya mlango wako wa saba, yawezekana nyota yako, kwa mfano kama saa hizi nyota ya punda imepitiwa na sayari ya Zohari. Sayari ya Zohari. Sayari ile ya Zohari ina nyota mbili, kuna nyota ya mbuzi na kuna nyota ya ndoo. Kwa hivyo kuna masaa ambayo kwao wao yatakuwa ni mazito. Watu wa nyota ya punda ni masaa ambayo yatakuwa na changamoto sana.
Yaani unaona unasukuma mambo yako hayaendi, unakuwa mzito, mambo yako hayaendi. Sasa ukiwa na kito cha nyota yako wewe, utakuwa umerahisisha channel ya yale matatizo huko juu kwenye sayari kuja moja kwa moja kwako wewe. Hichi ni kitu ambacho natakiwa ufahamu sana. Yaani utakuwa umetengeneza njia, umetengeneza alami ya matatizo yaliyopo huko juu yaje moja kwa moja, kwa sababu ulichonacho wewe cha nyota ya punda, na wewe ni nyota ya punda, na saizi nyota ya punda imepitiwa na sayari ya Zohari. Sayari hii sio kwamba itakuwa mbaya muda wote. Sayari hii ina nyota mbili. Kuna masaa yatakuwa kwako ni mabaya zaidi inapoingia nyota ya mbuzi. Maana yake kuna uzito, upinzani, uchawi utakutana nao. Sasa yale matatizo utayavuna moja kwa moja, kwa sababu umevaa kito cha nyota yako hiyo, nyota ya punda, na wewe ni punda. Sasa maana yake ni nini? Unatakiwa uvae kito cha nyota ya mizani, kita akti kama kinga kwako wewe. Hayo matatizo yatakuja, lakini tayari una hekima na busara. Tizama ilivyo ni kitu kizuri sana katika uvaaji wa pete kuzingatia mlango wako wa saba. Ni kweli nyota yako inapitia wakati wa changamoto. Yatakuja hayo matatizo, lakini anakukuta wewe una hekima na busara, hauna pupa. Kwa hivyo hayatakuwa na nafasi kubwa sana ya kukutesa ama kukunyanyasa. Lakini amekukuta wewe una kito cha nyota ya punda. Manake kinaongeza au kina accelerate ile pupa. Kwa hivyo ukija matatizo, migogoro kazini, wapi, wewe utalipuka, ambapo sio pa kulipuka wewe utalipuka, ni ugomvi, na hatimaye utapata matatizo makubwa sana. Tena kwa muda ambao sayari hii ya Zohari ipo katika nyota ya punda, kuweni makini sana watu wa nyota ya punda. Maana yake ni kwamba changamoto ambazo mtazipata katika muda huo zinakuwa za kudumu, kwa sababu huyu Zohari au Satani huwa anadumisha, liwe baya anadumisha, liwe zuri anadumisha. Kwa hiyo inawezekana mpaka sayari hiyo itakuja kuondoka, lakini bado ukawa unapitia matatizo. Kwa hivyo sasa, kwa wale watu ambao hawataki kwenda kwa waganga mara kwa mara, ninachowashauri, tafuta pete ya mlango wako wa saba. Mwalimu aishughulikie, anaifahamu kushughulikia pete za mlango wa saba, aishughulikie kama inavyotakikana, basi pete ile itakusaidia. Mchawi haji mpaka wewe kuna vitu umekosea. Na ndio maana mchawi anatumia vitu vile vile ambavyo vimeumbwa na Mwenyezi Mungu. Mchawi hana vitu vyake vipya. Anatumia miti ile ile, mpaka huo ugali unaokula wewe ndo mchawi anautumia. Una habari kwamba ugali kiporo, kile kiporo cha ugali ambacho wewe umekitupa jalalani ni bomu hatari. Linaweza likaharibu maisha ya mtu mpaka kufa. Yaani akawa hapati 1000 wala 500, akawa ni maskini wa kutupwa. Kiporo cha ugali ambacho wewe umeshiba umekitupa jalalani. Mchawi akichukua kiporo hicho, akachukua na mkaa uliozima, anakuharibia maisha yako wewe ni mpaka kufa. Labda kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu aweze kukunasua. Lakini ni ugali ambao ulikula jana. Kwa hivyo mchawi anatumia vitu vile vile ambavyo na watu wengine wanafanya nini? Wanatumia. Ila ana elimu zaidi namna ya kufanya anafanyaje. Kwa hivyo na wewe ukipata pete ya mlango wako wa saba, mimi nasema unakuwa na mganga au dokta uko naye hapo katika masuala ya kiroho. Kwa sababu utasomewa dua, utachanjwa, utafanyaje. Kama nguvu yako ya kiroho ipo chini, wewe itabidi kila siku wewe unasomewa dua. Siku 2-3 dua. Siku 2-3 dua. Kama ni kuchanjwa sasa huo mwili utachakaa. Lakini unachotakiwa kuwa nacho, unatakiwa uamshe nguvu yako ya kiroho. Unaamshaje? Unaiamsha kupitia mlango wako wa saba. Upate pete ya mlango wako wa saba. Kama ni pete, kama ni kidani, kama ni kitu chochote ambacho utaweka kito cha ule mlango wa saba ambacho kitakusaidia, na kuna namna ya uandaji wake. Sasa kila mwalimu ana mwalimu wake. Kwa hivyo kama una mwalimu wako wewe, akuandalie pete ya mlango wa saba. Ila kama unahitaji sisi tukuandalie, kuna namna ambayo huwa tunafanya, haiwi pete peke yake na kito tu. Inakuwa pete na kito, inakuwa na mambo mengine ambayo yanaweza kukusaidia katika masuala ya manufaa katika nyota yako. Kila mtu ana nguvu yake ya kiroho. Kila mtu ni kama dawa za hospitali. Dawa za hospitali zinakuja kuwapa nguvu askari wa mwilini mwako.
Ndio maana uwezi ukaipa maiti mseto, uwezi ukaipa maiti mseto au si diclopa, uwezi ukaipa maiti kwa sababu tayari ameshakufa. Kwa hivyo hizi dawa zinakuja kuwapa askari wa mwili wako wapate nguvu, wapambane na maradhi ama na ugonjwa. Sasa hii pete ndiyo inachokuja kufanya hivyo, inakuja kuamsha nguvu yako ya kiroho. Ikishaamka nguvu yako ya kiroho, basi wewe inakuwa rahisi ukichoma ubani, unawasiliana na nguvu yako ya kiroho kwa vizuri. Ukichoma udi, maana wengine tunawashauri kulingana na nyota yako, choma fusho fulani siku fulani, anachoma anaona kama masihala, anachoma anaona kama hakuna linalotokea. Maana yake ni kwamba nguvu yake ya kiroho imeshuka. Sasa unapaswa uwe na pete ambayo itakuja kuamsha nguvu yako ya kiroho, itakuja kuipa nguvu nyota yako. Ikishaipa nguvu nyota yako, basi hapo hata ukichoma ubani, ukichoma udi, basi unakwenda vizuri, unakuwa na mawasiliano mazuri au na uwezo mzuri katika nguvu yako ya kiroho. Kwa hivyo pete ya mlango wa saba ni pete muhimu sana kwa kila mtu kuweza kuamsha nguvu yake ya kiroho. Utaniuliza kwamba imekuwaje nguvu za kiroho zinapotea? Sababu ziko nyingi, zingine siwezi kusema hapa YouTube, ila tu sababu kubwa ni mfumo wa maisha. Wengi tunaishi katika mfumo ambao uko mbali na mfumo wa nyota. Sasa nikisema mfumo wa maisha, kuna shule, kuna nini, kuna mambo mengi. Siwezi nikasema mengine nikagusa mambo ambayo siruhusiwi kuyagusa. Lakini ni kwamba mfumo wetu wa maisha una nafasi kubwa sana katika kuharibu nguvu zetu za kiroho. Umekwenda uelekeo sio, unafanya kazi endana na nyota yako, umeoana na mtu ambaye hamuendani, taratibu unaharibu nguvu yako ya kiroho. Vipo mpaka vyakula ambavyo ukila unaharibu nguvu yako ya kiroho. Kwa hiyo yako mambo mengi, lakini kama utaweza kupata pete ya mlango wa saba, ukamwambia mwalimu wako akuandalie pete hiyo ya mlango wa saba, kwanza uijue nyota yako. Ukishajua nyota yako, sasa utizame nyota ya saba kutoka nyota yako, na nyota inatambulika kwa jina, herufi yako ya kwanza, sio tarehe. Nyota inatambulika kwa jina, herufi yako ya kwanza, sio tarehe. Kwa hiyo ifahamu nyota yako kwa herufi yako ya kwanza. Ukishaifahamu, tafuta mlango wako wa saba, tafuta pete ya mlango huo wa saba, mtafute mwalimu aweze kukuandalia pete hiyo. Inakuwa ni nzuri, inaamsha nguvu yako ya kiroho, unakuwa na uwezo mkubwa. Yaani jambo lolote linaanza kwenye fikra. Jambo lolote linaanza kwenye fikra. Kama nilivyosoma hapa kwamba mtu akaa ana fikra za uoga, pengine ana mambo mazuri sana ambayo akiyatoa kwenye public au kwa watu yanaweza akamnufaisha yeye na akanufaisha na watu wengine, lakini muoga, watanifikiriaje, itakuwaje? Sasa akidumu na huu uoga, ataona hafanikiwi, anaweza kujua amelogwa. Hakuna mchawi. Sasa anatakiwa apate mlango wa saba. Mlango wa saba iko nyota ya mbuzi, ambayo mbuzi huu ni jasiri. Tena wakati mwingine ujasiri wake unapitiliza, ndio maana anatakiwa awe saba yake na yeye ni nyota ya kaa. Nimewaona watu wengi sana wa mbuzi wameingia kwenye matatizo kwa sababu ya ujasiri wao. Watu wa mbuzi JV ni majasiri, wana misimamo, hawaogopi, hawaziogopi hatari, japo wana akili sana. Lakini kuna wakati inakuwa mtihani kwamba inabidi apate mtu wa nyota ya kaa ampunguze ule ujasiri, kwamba sasa kuna muda hofu inahitajika. Yaani hii nyota ya saba kwako au mlango wa saba uko pale kukubalance. Kile cha kwako kisizidi, kikizidi kinakuwa kibaya, kwa sababu duniani tunashirikiana na watu wa nyota mbalimbali, wa nyota mbalimbali, na sayari ziko nyingi na masaa yanabadilika. Kwa hivyo ni muhimu sana ukaweza kupata pete yako ya mlango wa saba. Ina mambo mengi sana, ina maajabu mengi sana, mengi sana ambayo hayawezi kuelezeka. Hapa nimejaribu kueleza baadhi tu ya tabia ili kuweza kukuelewesha katika lugha ya nyama, lakini katika lugha ya kiroho kuna faida kubwa sana. Na watu wengi tunasumbuka na mchawi, tunasumbuka kutafuta nani kaniroga, na tuna imani nani kaniroga, lakini kama ilivyo katika ulimwengu wa kawaida, maradhi yoyote huyapati wewe, kuna jambo umefanya. Umelala bila neti, utaumwa malaria. Si kuna ugonjwa gani? Yaani lazima kuna namna ambayo wewe ulitangulia kukosea kanuni.
ndio ukapata huo mtihani au hayo maradhi. Sasa hata katika nyota unahangaika, unamtafuta mchawi, lakini yeye mchawi anachokifanya anatizama udhaifu wako na wewe ulivyosimama, anapitisha uchawi kupitia udhaifu wako wewe. Ni kweli ana lengo la kukuua. Sasa sio lazima atumie nyota ya punda, anaangalia kwa nyota yako wewe una udhaifu wa mapenzi. Mapenzi hayaui, mapenzi yanaua. Watu wamejinyonga kupitia mapenzi, wamechomana visu kupitia mapenzi, lakini lengo lake ni kukuua. Kwa hivyo atatengeneza uchawi wa mapenzi ambao utakupelekea wewe ujinyonge. Atatengeneza uchawi wa mapenzi utakao kupelekea wewe upigwe kisu ama uuawe. Atatengeneza uchawi wa mapenzi ambao utapelekea wewe kufanya tukio la ajabu na uende jela. Lengo lake tu akupoteze. Sasa wako makini sana, anatafuta udhaifu wa nyota yako. Ndio maana watu wa nyota za mizani na ng'ombe huwa na washauri wawe makini na starehe na mapenzi. Ni kweli mapenzi yanatoka kwenye sayari yao, lakini wawe makini pia. Wakizidisha ni hatari. Hawa wakina GNS ndio watu ambao wamefumaniwa, wamepata matukio ya ajabu. GSBNZ aidha wamefanya matukio ya ajabu yanayohusiana na mapenzi, au wamefanyiwa matukio ya ajabu yanayohusiana na mapenzi, ambayo mtu ukikaa ukifikiria unaona palikuwa hakuna haja ya yeye kufanya hivyo au kufanyiwa hivyo. Kwa nini? Kwa sababu hizi nyota mbili zinatoka katika sayari moja inahusiana na mapenzi, lakini hazitizamani vizuri. Kwa hivyo BNZ, GS, kuweni makini na pombe, kuweni makini na mapenzi pia. Yaani huo ndio mlango ambao mchawi anautumia kuweza kukusurubu wewe. Anatumia hivyo. Kwa hivyo almuhimu, ukiweza kupata pete yako ya mlango wa 7, basi itaweza kubalansi haya mambo yote. Watu wengi tunafikiria kwa fikra kubwa sana, tukiamini kwamba mchawi ni mtu mkubwa, ni mtu hatari. Tunavuta nyiradi usiku kupambana na mchawi, tunafanyeje? Hapana, yule amejua kutumia nyota, anatumia udhaifu wako wewe, ajue ya kuchape vipi. Sasa na wewe tumia elimu ya nyota, ujue ujiepushe vipi na baadhi ya mambo ambayo yanawezekana kibinadamu. Kama hivyo pete ya mlango wako wa 7, tafuta pete ya mlango wako wa 7, basi iweze kukupa nguvu za kiroho, sababu ina uwezo pia wa kukupa nguvu za kiroho. Watu wengi wanakosa nguvu za kiroho kwa sababu ya kuendekeza zile tabia mbaya za nyota zao. Kama hivyo nimekupigia mfano mizani na ng'ombe. Wanatoka katika sayari inahusika na mapenzi na starehe. Sasa wakizidisha vitu hivi ni vibaya. Vinashusha nguvu ya kiroho, vinashusha uwezo wake. Unakutana na G au S, mizani, fundi mzuri sana, lakini wanawake wamemharibu, pombe imemharibu, mpaka amekosa uaminifu kwa watu. Sasa kwa wewe unayemuona utasema kalogwa, mtaanza kushikana uchawi, kalogwa na shangazi yake. Wala hakuna, ila yeye ndo alianza kuizoea pombe, yeye ndo kaanza kuzoea anasa. Huyu mchawi kaja kudandia tu kwa sababu kaona tayari wewe kuna udhaifu fulani huko pale. Kwa hivyo huo ndio mfano wa nguvu ya nyota yako. Nguvu ya nyota yako ipo katika mlango wa 7, ndipo ambapo unaweza kupandisha nguvu zako za nyota yako. Naanza kwenye fikra. Na ukipata pete hii utaona mpaka mawazo yako na namna ya kufikiri vinabadilika. Aliyekuwa na hofu inaondoka. Aliyekuwa na tuseme ile kujiona sana, anashindwa kushirikiana na watu, atajikuta ile hali inabadilika, anapenda kushirikiana na watu. Basi ndugu zangu, kwa leo tutosheke kwa somo hili ambalo ni somo muhimu sana. Somo muhimu sana. Kama utakuwa na pete hii, basi wewe kuna haja kwenda kwa mganga. Pete hii na ukaifuatisha vile ambavyo inatakikana uweze kuifanyia katika zile siku zake, basi kunakuwa hakuna umuhimu, kwa sababu nguvu yako ya kiroho ikishapanda, basi wewe unatosha kuongea na Mwenyezi Mungu kwa lugha yako, kwa dua, kwa nini, kwa nyiradi unazofanya, kukesha usiku unakokesha, kwa sababu nguvu yako ya kiroho ikishasimama, basi unakuwa na uwezo mkubwa sana.
hata kama utaoga dawa, basi ile dawa itafanya kazi vizuri. Utachoma ubani, basi ule ubani utakwenda vizuri katika yale manuizi yako, ama udi utakwenda vizuri katika yale manuizi yako. Pete hiyo ni muhimu sana. Kwa wale wanaweza, tafuta mwalimu, mwambie kuandalie pete ya mlango wa 7. Mwalimu anayefahamu kabisa kuandaa pete katika mlango wa 7. Ni muhimu sana kuweza kurekebisha baadhi ya mambo ambayo ni ya nyota yako, lakini ni madhaifu ya nyota yako, lakini ni mabaya endapo yatazidi, na watu wengi wako hapo. Ndio maana anapokuja mtu kwangu nikimwambia sababu naiona hapa inakuletea changamoto ni miangaliano ya wazazi wako, mtu anabaki anashangaa, lakini yeye amekuja na wazo tofauti. Amekuja na mchawi wa sasa hivi, mchawi aliyemloga leo juzi, ndio amekuja amemwasa kichwani yeye. Kwa akitegemea kwamba na mimi nitamwambia bana yule mtu mliogombana kazini, hapana. Yaani huyo ameletwa baada ya makosa fulani kutokea. Na unapotaka kuondoa mzizi, basi usidili na huyo unayegombana naye kazini au kwenye biashara. Dili na yale uliyoyakosea wewe, ambayo yanakuletea watu wabaya, yanakuletea maadui badala ya marafiki. Utadili na huyo, utamfukuzisha huko, utampa kipapai, ataondoka, lakini atakuja mwingine tena. Mtagombana tena sehemu ya biashara, sehemu ya kazi, ni jirani, mtagombana tena. Sasa itakuwa ni kuwafukuza, wanaondoka, unawafukuza wanaondoka. Kumbe mzizi wa fitina upo katika nyota yako wewe. Kuna vitu ambavyo umevikosea, vingine kwa kujua ama kwa kutokujua. Kwa hivyo mlango wa 7 ni muhimu sana kwa kila nyota. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ndugu yangu. Barakallahu fikum.